mmoja katika msomi wa Mjapani amesilimu, i'tanaka al-Islam, akachukua livu miezi mitatu kwenda kusoma Uislamu, mwana sayansi mkubwa. Baada ya miezi mitatu akirudi ofisini, wenzake waanza kumfanyia mzaha na kumchezea. Haya, tuambie, umeenda kusoma, umeleta degree gani? Akawaambia, wallahi degree niloileta hamwezi kuiona, wala mimi mwenyewe siwezi kuibeba na mkono wangu, lakini imejaa kwenye kifua changu. Nimepata kitu kikubwa sana ambacho ulimwenguni nilikuwa kitu hiki sidhani kama sikwenda pale kwenye Uislamu ningekipata. Nini? Asema katika Uislamu kuna ibada ya swala, na ibada hii nilipokuwa na sujudu najikuta niko karibu na Muumba wangu Allah. Mtu alosilimu miezi mitatu ameweza kujiona tofauti kwamba kusujudu kwake ni kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abd inda rabbih wa huwa sajid. Sehemu mtu anapokuwa karibu na Allah ni pale anapokuwa amesujudu. Sasa huyu asema, mimi katika kubwa, shahada kubwa niloipata ni kule nimejikuta na ibada ya kuniweka karibu na Allah. Wakamuuliza, ukiwa karibu na muumbaji unapata nini? Asema sifa za muumbaji, badi'u samawati wal ardi, aloumba na kuinnovate mbingu na ardhi, annahu alqawi, ana nguvu, wa idha kuntu aqrabu ilayhi fa anni qawiyya. Kwa hivyo madamu yeye ana nguvu, mimi nikiwa na yeye karibu nina nguvu, nitapata nguvu. Annahu al-aziz, Allah ni mshindi, idha tarabtu ilayhi, basi na mimi vile vile nikiwa karibu na yeye nitakuwa aziz. Haya ni mambo ya mtu ameyavuna kwa miezi mitatu. Tujiulize, wewe ulosilimu, mimi na wewe tumesilimu, tumezaliwa ndani ya Uislamu kwa miaka 50, 40, 60. Hebu karibu wako, nini kinakuletea pale unaposujudu? Una hisia gani baada ya kutoka swalani? Unaongeza nini katika maisha yako? Jamani, tusilisahau, mtoto hufurahia kila akiwa karibu na mzazi wake, na hataki ukimwondosha mtoto mchanga kwa mamake analia, ataka abaki na mlezi wake. Kwa nini wewe baada ya Ramadhani unamkimbia Allah mlezi wako? Kwa nini wewe baada ya kufungua unasahau kwamba mimi nina mlezi, na nikimkosa mlezi huu niko kwenye matatizo? Unakaa mbali na mlezi wako. Wapenzi waumini, saumu ama kazi yake kubwa ni kutuweka karibu na Allah. Angalia Allah katika hadithi al-Qudsi anasema nini? Kullu amali ibn adam la illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Kullu amali ibn adam la, kila amali anayofanya mwanadamu anajua malipo yake. Alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja unalipwa kwa 10. Kila amali ukifanya unajua malipo yanaanza 10 mpaka 700. Illa saum, isipokuwa amali ya saum. Allah asema fa innahu li, hiyo ni yangu. Ikiwa saumu ni yake, ukiifunga saumu umekwenda kwa Allah, kwake. Na kama utaenda kwake, kwa nini baada ya saumu unamkimbia mlezi wako? Saumu ni yake Allah. Kwa hivyo kwa kuwa ni yake, hakuiwekea kiwango kama kusema siku ya Kiyama hakuna mizani ya kuilipa saumu, kwamba italipwa kwa kiasi gani, isipokuwa yeye Allah Al-Aliyul Qadir ndiye anajua atakulipa. Amali 3 katika Qur'ani zimeelezewa, hamna kiwango cha malipo isipokuwa anajua yeye Allah. Amali ya kwanza ndiyo hii ya saum. Amali ya pili ni amali ya kusubiri na kuvumilia kwa matatizo yanayokufika. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Subra haina malipo maalum, anajua yeye Allah. Lakini amali ya 3, faman afa wa aslaha fa ajruhu ila Allah. Umedhulumiwa, umekosewa, mwenzako amekukosea, ukamsamehe kwa ajili ya Allah, hakuna mizani ya kulipa hiyo isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ibada tulionayo hii tunaiona ni ada, lakini si ibada ada, ni ibada ambayo Allah akwambia ni yangu. Hivi kiongozi wa nchi
aseme kwamba hii ni nyumba yangu, wewe utakwenda kuivuruga nyumba ile, huwezi hata kukaribia. Nani atakaribia Ikulu? Wataiheshimu. Tuiheshimu hii saumu, tuifunge kwa nia nyingine. Lengo nafunga ili nijikaribishe kwa Allah.